Siku ya leo tuangalie na tujifunze kwa wiki hii mzima. Tuna somo linalohusu namna ya kumshukuru Mungu, jinsi ya kumshukuru Mungu. Lakini katika masifu haya ya mchana tutajifunza kitu kingine chenye kichwa kinachosema wawezaje kuwatumia malaika kupigana vita katika ulimwengu wa kiroho kwa ajili yako. Wangapi ambao wamewahi kutumia malaika kwenye maisha yao? Malaika ni viumbe tulivyopewa na Mungu kwa kusudi la kusimama na kutusaidia. Sasa kichwa kinasema wawezaje kutumia malaika kupigana vita katika ulimwengu wa kiroho kwa ajili yako, wakusaidie, wapigane upande wako. Na mstari tuliosoma nasema kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Wakulinde katika njia zako zote, sio njia moja, njia zako zote. Kwa hiyo katika maisha ya kawaida ya mwanadamu yamegawanyika katika sehemu kuu mbili, na sehemu ya kwanza ya maisha ya mwanadamu ni yale maisha halisi yaliyoko katika ulimwengu huu wa mwili, nyama na damu. Mtu huzaliwa, mtu hukua na mtu hufa, huvaa, hula, hulala. Haya ni maisha ya kawaida kabisa ya mwanadamu, ambapo kila mmoja haya ni mahitaji yake halisi. Lakini kuna maisha ya pili ya mwanadamu yaliyoko katika ulimwengu wa roho, hayaonekani, hayagusiki, na walio wa ulimwengu wa roho wanaweza kuyafikia, na kama wewe sio ulimwengu wa roho hauwezi kuyafikia. Na malaika ni roho, wanatenda kazi katika roho. Katika ulimwengu wa kawaida wa mwili, nyama na damu, wa kula mkate na siagi, hauwezi kuona na namna utendaji wake kazi malaika, ni mpaka uingie katika ulimwengu wa roho. Swali langu la msingi ni somo gumu kidogo. Je, sisi ni miongoni tunaoweza kuaccess ulimwengu wa roho? Maana ulimwengu wa roho ni halisi, ulimwengu wa roho ni bayana, upo na unatenda kazi. Kabla jambo halijakupata, linaanza kutengenezwa kwanza kwenye ulimwengu wa roho na adui. Kabla hujapata madhara, yale madhara yanatengenezwa kwanza kwenye ulimwengu wa roho kabla ya kuwa halisi kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ni muhimu kama Mkristo kujua ulimwengu wa roho na namna utendaji wake kazi. Kwa hiyo mwanadamu anaishi katika ulimwengu wa roho na anatembea, na kuna vitu halisi vinavyoonekana katika ulimwengu wa roho ambavyo katika ulimwengu wa mwili, nyama na damu huwezi kuviona. Hebu tuangalie Mungu anaotafuta watu wa namna gani wa kuaccess ulimwengu wa roho. Yohana, kitabu cha Yohana 4:23 na 24. Tusaidie watu wa tehama kuweka kule kwa haraka. Yohana 4:23 na 24. Hebu tusome kwa sauti, macho ubaoni, 1, 2, 3. Nayo sasa ipo ambayo wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mstari wa 24. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye. Hebu turudie tena. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anaishi katika ulimwengu wa roho. Ukitaka kumaccess lazima uende katika ulimwengu wa roho, kwa sababu Mungu ni roho, na wale wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Lazima tukutane naye katika ulimwengu wa roho. Lakini anasema anawatafuta, lakini saa inakuja, na hiyo saa ipo, ambayo wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana
Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu anatafuta watu wanaweza kuaccess ulimwengu wa roho na kumwabudu huko. Hivyo mwanadamu ana uwezo wa kuishi katika ulimwengu mbili kwa wakati mmoja na kwa nyakati tofauti, kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa kawaida kama mwanadamu mwingine. Hebu tuangalie Yeremia 1, kitabu cha Yeremia 1. Tutakapoenda taratibu utanielewa huko mbele ya safari, na utafurahi kutumia malaika wa kusaidia kupigana vita vya kiroho kwa ajili yako. Angalia ule mstari wa 4 mpaka ule wa 5. Neno la Bwana likanijia kusema, kabla ya kukuumba katika tumbo nalikujua, na kabla haujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Kwa hiyo unapoenda katika ulimwengu wa uumbaji, kuna jambo Mungu amekupangia kutoka kwenye misingi ya dunia, na jambo hilo huwezi kuliaccess bila kufika katika ulimwengu wa roho. Lazima uende katika ulimwengu wa roho uweze kuaccess. Ndipo niliposema, Mungu, tazama siwezi kusema. Hebu turudi mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema maneno haya, neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Alikujua wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Alikujua wapi? Katika ulimwengu wa roho. Alafu anasema nalikujua, na kabla hukutoka tumboni nalikutakasa. Wangapi hapa walikwisha kutakaswa toka tumboni? Unaweza ukazaliwa ukaendelea kufanya mambo mengine tu yasiyofaa, lakini kumbe wewe ni mtakaswa. Alafu anasema nikakuweka kuwa nabii wa mataifa. Haya yote kwa Yeremia yalifanyika kwenye ulimwengu wa roho. Ndio angalia anavyojieleza. Anaanza kueleza udhaifu wake, anaanza kueleza shida yake. Unapoenda kwenye mstari wa 6, anasema, Mungu, tazama mimi siwezi kusema tena, mimi ni mtoto mdogo. Kwa nini? Kwa sababu macho yake hayakufunguliwa na kuaccess ulimwengu wa roho. Mungu anamwambia, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, na wewe utasema na kila neno nilatakalo kuamuru. Kumbe, mgeuke jirani yako mwambie, kumbe una assignment. Wewe umekuja tu kwenye lunch hour, lakini kumbe una assignment. Kumbe Mungu alikuwa anakuona. Kumbe Mungu alikutakasa. Nataka kuonyesha kwamba jambo hili linafanyika katika ulimwengu wa roho. Linafanyika katika ulimwengu wa roho kabla haijawa halisi. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtu anaweza kuwepo kabla ya kuwepo. Gumu hiyo. Mwanadamu anaweza kuwepo kabla ya kuwepo. Inawezekana mwinjilisti Ulomi, wewe unafikiri uko hapa, ulikuwepo kabla ya kuwepo hapa. Na position na nafasi ilikuwepo kabla ya wewe hujawepo. Kazi unayofanya na biashara unayofanya ilikuwepo kabla wewe hujawepo. Na Bwana akakutakasa, akakuweka hapo katika ulimwengu wa roho. Ni mimi na wewe kutafuta nafasi ambayo Bwana alitupa kabla hatujaombwa misingi ya dunia. Kuna mtu mmoja anielewi hapa. Kuna watu wako mahali ambapo hakupaswa kuwepo. Kuna watu wanakaa mahali ambapo hakupaswa kukaa. Kuna watu wanafanya mahali ambapo hakupaswa kufanya. Kwa nini? Hawajajua nafasi Mungu aliyowaweka kwenye ulimwengu wa roho. Laiti ungelijua nafasi Mungu aliyokuweka katika ulimwengu wa roho, usingekaa unavyokaa. Maana nafasi yako ilikwisha kutengwa kabla hujazaliwa kwenye tumbo la mama yako. Akakutakasa, akakuweka. Anajua maisha yako, ameyachora kwenye kitanga cha mikono yako katika ulimwengu wa roho. Ili uweze kujua wewe ni nani, lazima uingie kwenye ulimwengu wa roho, itafute. Na hiyo ndio kazi kubwa tulio nayo. Naweka tu msingi, alafu nitaelekea kule kwa namna kuwatumia malaika. Kila mmoja alikuwepo. Ulikuwepo hapa. Mungu alitaka uwepo hapa, na uwepo hapa majira haya.
na uwepo hapa saa hii. Shida ni kwamba hatujajua kusudi la kuwepo kwetu. Okay, ngoja niseme, kuna watu wameolewa hakujua kwa nini Mungu alisababisha waolewe kwenye ukoo. Kuna watu wameoa hawajui kwa nini Mungu amewapeleka kuoa kwenye ukoo. Kila kitendo cha hapa duniani kina kusudi, kina mpango. Wala hujajua kwa nini Mungu amekupa watoto wa namna hiyo. Kila watoto Mungu aliokupa kuna kusudi, kuna mpango. Wala hujajua kwa nini amekupa ufanye hiyo kazi unaofanya leo. Hiyo kazi unayoifanya leo kuna kusudi na mpango. Na ndio maana ni ngumu sana kumuondoa mtu katika kusudi na mpango Mungu alioweka kwenye maisha yake. Haleluya. Utapigana naye lakini hutamshinda. Kwa nini? Amesimama kwenye kusudi. Maana mtu aweza kuwepo kabla ya kuwepo mahali. Unaweza kuvuruga mpango wa huyu mwanadamu ya kuwepo mahali, lakini huwezi kuondoa kusudi la Mungu la kuwepo mahali huyo mtu. Hujanisikia. Ngoja nirudie tena. Unaweza kuvuruga, kuharibu, kupambana, kumwondoa mtu mahali ambapo Mungu alimweka kwenye huo mpango Mungu aliyomweka, lakini huwezi kuondoa kusudi la Mungu la huyo mtu hapo alipomweka. Mgeuke jirani yako, mwambie huko kwa kusudi. Na kati ya vitu ambavyo mwanadamu ameshindwa kuvi-access na kuvivuruga ni kusudi. Mipango ataiharibu, ataichelewesha, atazuia, atafanya mikakati mingi ya kuhakikisha hufiki mahali unapotakiwa kufika, lakini hatazuia milele. Mwimbaji mmoja akasema kama wangeweza wampande juu wamimine nini? Zege. Hawataweza. Haleluya. Kwa hiyo ukijua hilo, utakaa mahali ambapo Mungu amekuweka sawa sawa. Ni hasara sana kufanya kitu ambacho Mungu hakukupangia kufanya katika ulimwengu wa roho. Hujanisikia. Ngoja nirudie tena. Ni hasara kubwa sana kufanya kitu ambacho Mungu hakukupangia kufanya kwenye ulimwengu wa roho, lakini wewe unakifanya kwenye ulimwengu wa mwili. Hautaona faida, hautaona kibali, hautaona upendeleo. Hebu tuangalie waraka wa kwanza wa Mtume Paulo. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo, mlango wa kwanza mstari wa 20. Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro, Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza mstari wa 20. Twende pamoja. Naye tusome pamoja, 1, 2, 3. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yetu. Ni nani huyo? Yesu. Alikuwepo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, lakini amefunuliwa kwetu katika nyakati hizi za mwisho. Alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Wasomaji wa Biblia na wanazuoni wanafahamu kwamba wakati wa uumbaji Yesu alikuwepo. Alikuwepo kwa njia ya neno, maana yeye ni neno. Pasipo neno hapa kufanyika kitu chochote. Kwa hiyo Mungu alitumia neno kuumba dunia, na neno alikuwa Yesu. Haleluya. Sasa anasema naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini amefunuliwa mwisho wa zamani hizi kwa ajili yetu. Haleluya. Kwa hiyo nataka kuonyesha kwamba mtu anaweza kuwepo kabla ya kuwepo, na anaweza Mungu kumwisimika na kumweka mahali kwa kusudi. Hebu tuangalie Ufunuo 13:8. Ufunuo 13:8. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13:8. Tumeshafika? Tusome pamoja, 1, 2, 3. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia, na kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Aliyechinjwa kabla, tangu
tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa hiyo ukombozi wetu haukuandaliwa pale msalabani, ulikwisha kuandaliwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Haleluya! Iliandaliwa wapi? Mgeukie jirani yako, mwambie kwenye ulimwengu wa roho. Ukombozi wetu, baraka zetu, mafanikio yetu, neema ya mimi kuitwa niliyookolewa na damu ya Yesu havikuanza jana, havikuanzia msalabani, vilianza katika ulimwengu wa roho. Okay, unaweza kuniuliza imekaaje? Ilikuwa rahisi sana Herode kumuua mtoto Yesu. Alikuwa na majeshi, alikuwa na silaha, alikuwa na walinzi. Kitu gani kilizuia? Ukombozi ulikwisha kuandaliwa kabla ya misingi ya dunia. Wale waliowahi kwenda Israeli, rafiki yangu alienda mwishoni karibia na mabomu. Wale waliowahi kwenda Israeli wanajua kwamba hakuna lango la Israeli halina walinzi. Wanaokaa juu kwenye mnara, na mpaka leo wamejenga minara yao, wanakaa juu mnarani na wanaokaa chini. Yesu, Maria na Yusufu waliwezaje kumpitisha mtoto katikati ya ulinzi mkubwa namna hiyo kwenda Misri? Alikuwepo tangu misingi ya dunia. Kwa kazi gani? Ya kunikomboa mimi mwanadamu. Kwa hiyo kulikuwa hakuna namna. Ile biashara wangemuua Yesu, ile biashara ukombozi ingeisha. Mwa kujiuliza, ingeisha ile biashara, isingalikuwepo. Lakini tunamwona mzee Simeon anaweza kuaccess katika ulimwengu wa roho. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Luka 2. Tunamwona mzee Simeon, yeye ana uwezo wa kuaccess ulimwengu wa roho. Msikilize ili ujue ulimwengu wa roho jinsi ulivyo halisi na unavyotenda kazi. Tuanzie mstari wa 21. Anasema hata zilipotimia siku za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo desturi ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoa sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, hua wawili au makinda ya njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeon, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Naye akaja hekaluni akiongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani, ili wafanyiwe kama ilivyokuwa desturi ya sheria. Yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema. Angalia maneno ya mzee Simeon. Sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani, kama ulivyosema. Wapi? Kama ulivyosema. Alafu anaendelea anasema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu. Nataka uangalie pale kwenye Biblia yako, pigilia neno mstari, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu. Okay, ameuona wapi? Ni mtoto mchanga wa siku 8. Nataka upige picha kubwa. Ni mtoto mchanga wa siku 8. Maana ilikuwa ni taratibu na sheria na desturi ya Wayahudi kumpeleka mtoto siku ya 8, na anapewa jina na anapelekwa hekaluni. Ilikuwa siku 8, alafu kale katoto kameletwa ka siku 8, alafu ulimwengu wa roho umeshakaona kale katoto ka siku 8 kwamba tayari kamekuja na wokovu. Kuna mtu mmoja ananielewa kitu nasema? Tayari wameona kitu kilichoko ndani ya kale katoto ka siku 8. Angalia. Alafu anaendelea tu mstari wa 31. Anasema, okay, nianzie 30. Kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako. Angalia, anasema uliowekwa tayari machoni pa watu wote. Uliowekwa tayari machoni pa watu wote. Angalia mstari wa 32. Hebu soma 32. 1, 2, 3. Na kuwa nuru, na nuru ya kuwa mwangaza
wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Hebu sogea ule mstari unaofuata. Angalia ule mstari unaofuata. Angalia mstari, kuna kitu nataka kukufundisha. Hebu soma mstari unaofuata. Hawakuweza kuaccess ulimwengu wa roho. Hawakujua kwamba mzee Simeon yeye yuko kwenye ulimwengu mwingine na Mariamu na Yusufu wako kwenye ulimwengu mwingine. Hawakuelewana lugha. Wakabaki wanashangaa. Jamani, unashangaa nini? Uliambiwa na mimba ni ya uweza Roho Mtakatifu. Unashangaa nini? Uliambiwa. Lakini huyu anafunua ulimwengu wa roho mbele ya baba yake na angalia mstari unaofuata. Akawaacha wakiendelea kushangaa. Angalia mstari unaofuata. Simeon akawacha wanashangaa. Angalia mstari unaofuata. Akaacha wanashangaa. Maana hata leo kuna wengine wakinena kwa lugha hapa, wengine wanashangaa. Maana hawezi kuaccess ulimwengu wa roho. Hebu tusome tena pamoja, 1, 2, 3. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenwa. Huyu uliye naye hapa, wewe kwako ni mtoto, lakini huyu sio wa kwako. Amewekwa kwa ajili ya kuanguka na kuinuka wengi. Uanguke kwenye dhambi, kwa damu yake ya msalaba uinuke tena, utembee tena, uwe na uhai tena. Analeta wokovu wakati ni mtoto mchanga. Jamani, ulimwengu wa roho haueleweki. Una namna ya kuaccess ni ngumu sana. Natamani kwenye ibada ya masifu ya mchana ujue namna ya kuaccess ulimwengu wa roho. Hautabaki kama ulivyo, maana hauonekani kwa jinsi ya mwili, nyama na damu. Uko kwa hali ulipojificha sana. Mzee Simeoni na Maria wanashangaa yanaonenwa juu ya mtoto wao. Alafu huyu mzee akasema, potelea mbali, hata kama hamnielewi, ngoja niwabariki. Najua hamnielewi, ngoja niwabariki. Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu mtoto wako si wa kawaida, si wa kawaida. Huyu amewekwa, sema amewekwa. Hajajiweka yeye, amewekwa na Bwana kwa ajili ya kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli. Na kwa sentensi hii, hata kama unayo dhambi, damu ya Yesu yaweza kukusafisha, ukainuka tena, ukatembea tena. Haijalishi ni nyingi kiasi gani, unaweza kuinuka tena na kutembea tena na kuwa na uhai tena. Oh, haleluya! Kwa nini? Ulimwengu wa roho ulishamweka. My Jesus Christ. Haleluya, haleluya. Angalia mstari wa 35, anatoa unabii juu ya huyo mtoto kwenye ulimwengu wa roho. Hebu tusome 1, 2, 3. Anamgeukea sasa. Sikilize, nikupe ile picha kubwa. Sasa si ameshamweleza Mariamu yampasao mtoto wake. Sasa anamgeukia mtoto. Si amemshika, anamgeukia mtoto. Angalia anamwambiaje? Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako ili kufunua mawazo ya mioyo mingi. Maana yake ni nini? Na wewe Yesu, ubavuni kwako utachomwa mkuki, na huo mkuki utafunua mawazo ya watu wengi. Tayari Yesu akiwa na siku 8 katika ulimwengu wa roho ameshapelekwa mpaka msalabani, na mkuki umeshaingia ubavuni mwake kwa ajili ya kufunua mawazo ya walio wengi. Ulimwengu wa roho ni wa ajabu sana. Natamani kuishi na kutembea katika ulimwengu wa roho, nitayaona yasiyoonekana. Oh, haleluya! Tayari kazi yake imeshatimia. Tayari yuko msalabani. Tayari anaokoa. Tayari assignment aliyopewa anakabidhiwa. Ndipo ule mstari wa 36 Biblia inatuambia sasa kwa nini mtoto Yesu hakuweza kuzuiwa getini. Mstari wa 36. Hebu tuelete mstari wa 36. 1, 2, 3. Bi mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake wa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume 7 baada ya wanawali wake 37, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana na kufunga na kuomba.
Kitu gani kilichomsababisha wasimuone? Kulikuwa na timu ya maombi inaomba juu ya kusudi la Yesu kuwepo duniani. Kwa hiyo hapakuwa na namna yoyote wangeweza kumwangamiza, kwa sababu kulikuwa na timu ya maombi. Nataka nikufundishe kitu. Hauwezi kufikia kule unakotaka kufika kama huombi. Hauwezi kufikia lile kusudi kama hauombi, kama utafuti uso wa Bwana, kama umtafuti Bwana kwa nguvu zako zote. Ninajua hata kuja kwako hapa ni kumtafuta Bwana. Najua kuwepo kwako hapa ni kumtafuta Bwana. Bwana akufungulie uone katika ulimwengu wa roho yale yakupasayo kufanya. Ukijua hilo, nataka nikwambie hakuna awezaye kukuzuia, maana sio watu wote wanaweza kuaccess ulimwengu wa roho. Alipokuwa pale Gethsemane akisema Eloi Eloi lama sabakitani, walisema namuita Elia aje kumsaidia. Mwenzake alikuwa kwenye ulimwengu wa roho, na lugha ya ulimwengu wa roho haiwezi kusikilika katika ulimwengu wa mwili, nyama na damu. Oh, haleluya! Roho Mtakatifu aliposhuka siku ile, wakasikia kila mtu akinena kwa lugha yake mwenyewe. Waliokuwa pembeni walisemaje? Wamelewa. Wamelewa kwa mvinyo mpya. Nafikiri wakati huo kulikuwa kumetokea pombe mpya. Wamelewa kwa mvinyo mpya. Labda ingekuwa kipindi hiko wasema wamelewa kwa kiroba. Lakini kwa nini wanazihaki? Hawajui ulimwengu wa roho unavyotenda kazi. Baadaye kuna kasema no, kuna wanaongea Kigiriki tunasikia. Sasa no, kuna wanaongea Kilatini. Lakini angalia katika ulimwengu wa roho hapa, Mungu akatuhamisha katika ulimwengu wa roho. Makundi matatu yatatokea. Moja, watasema umechanganyikiwa. Mbili, watadhihaki. Tatu, watacheka. Kama hujafikia hicho kiwango cha kudhihakiwa, cha kuchekwa, hujafikia kiwango cha kuaffect ulimwengu wa roho. Maana ulimwengu wa roho ziko mbili. Ulimwengu wa roho ambao ni halisi katika Mungu aliye hai, na ulimwengu wa roho wa giza. Haleluya. Kwa hiyo ulimwengu wa roho hauko tu kwenye sehemu moja ya kwenye spiritual way. Hata katika ulimwengu wa giza na wenyewe na ulimwengu wa roho unaotenda kazi. Bwana atufunulie. Haleluya. Natamani Bwana akufunulie ili ujue kwamba ulikuwepo kabla ya kuwepo. Haleluya. Haleluya. Ni hasara sana kufanya kile ambacho Mungu hakukupangia kufanya katika ulimwengu huu. Ni hasara sana. Yesu alikuwepo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Ndivyo Ufunuo ametuambia. Hebu tuangalie Yohana 1:1. Anasema hapo mwanzo alikuwako neno, nayo neno alikuwako kwa Mungu, na pasipo neno hapa kufanyika kitu chochote. Hii ni ishara ya kwamba Yesu alikuwepo kabla ya misingi ya dunia. Anasema hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Alafu anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakupakufanyika kitu chochote. Maana yake alikuwepo stadi wakati wa uumbaji. Kwa lazima Mungu akupe neema ya kuelewa na namna ya kuaccess ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni halisi, upo, unatenda kazi. Nimekupa hiyo mifano michache katika mchana huu wa leo, maana tunapokwenda kwenye somo la kuwatumia malaika, kama huna elimu ya ulimwengu wa roho, hutaweza kuwatumia malaika, kwa sababu hawako kwenye ulimwengu halisi, wako kwenye ulimwengu wa roho. Wale wanaweza kuwatumia ni wale tu wanaweza kuaccess katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni hakika ulimwengu wa roho upo na unatenda kazi, na ni wewe tu kutafuta namna ya kuaccess na kufikia. Katika ulimwengu wa mwili tunapaswa kula mkate na chakula, kuoga, kupaka mafuta, kupuliza perfume. Lakini katika ulimwengu wa roho tunahitaji kuulisha ulimwengu wa roho kwa neno la Mungu, kwa neno la Mungu, kwa ibada na kwa maombi. Ngoja nirudie tena. Katika ulimwengu wa kawaida tunahitaji mkate na siagi, tunahitaji kuoga, tunahitaji kuvaa, tunahitaji sangine kupulizia marashi. Lakini katika ulimwengu wa roho na wenyewe unahitaji mahitaji yake. Ulimwengu wa roho na wenyewe una mahitaji yake, na mahitaji yake ni neno la kweli la Mungu, na likae ndani yako kama mkate wa uzima. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Lakini katika ulimwengu wa roho unao mahitaji yake. Wewe uwe mwana maombi, uwe mwana maombi. Lakini ulimwengu wa roho una mahitaji yake. Ishi maisha ya ibada. Kati ya vitu vigumu sana ni kuishi maisha ya ibada. Ndio maana anasema namtafuta mtu kama huyu aniabudu. Mungu ni roho, na wote wamwabuduo imepasa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Hata sasa Mungu anawatafuta watu kama hao wapate kumwabudu. Kwa nini tuko hai? Kwa nini tunaishi? Tunaishi na tuko hai ili tumfanyie Mungu ibada. Geuke jirani yako, mwambie hauko kwa bahati mbaya. Mungu anachohitaji kwetu ni ibada. Roho Mtakatifu anafanya kazi zaidi katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa kawaida. Na ndio maana aliponena kwa lugha walisema anamuita Elia. Kwa nini? Wao walikuwa kwenye ulimwengu wa kawaida na sio ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Mungu ni roho. Ni muhimu kujifunza na kuelewa utendaji wa maisha katika ulimwengu wa roho na vita vilivyoko katika ulimwengu wa roho. Vipo. Ngoja niseme kitu hiki. Kabla ya kupata madhara, adui anaweka mikakati ya ulimwengu wa roho. Ikitokea halisi ni matokeo ya mkakati uliopangwa katika ulimwengu wa roho. Kwa lazima uwe na uwezo na nguvu ya kubomoa kazi za adui shetani katika ulimwengu wa roho, ambazo zinapangwa vibaya kukuangamiza. Okay. Unakumbuka ile story ya Biblia ya Elia na Mabaali? Si mnakumbuka? Unajua alikuwa na mfanyakazi wake au msaidizi wake, alikuwa anaitwa nani? Elisha alikuwa msaidizi wake, lakini alikuwa na mtu mwingine. Wakati ule alikuwa na mtu mwingine anaitwa Gehazi. Sawa? Anakuja kumweleza juu ya hali ilivyo mbaya. Hali ilivyo mbaya. Kwa nini? Anasema kuna majeshi mengi yanakuja yatatuangamiza. Alafu Elia yeye ana access ulimwengu wa roho. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Alafu yeye ana access ulimwengu wa roho. Anapo access kwenye ulimwengu wa roho, alafu akatazama yale majeshi kwenye ulimwengu wa mwili, akamwambia nyamaza, nyamaza. Majeshi yanayopigana upande wetu ni mengi kuliko majeshi yanayopigana upande wa adui yetu. Haleluya. Ukichua ulimwengu wa roho, adui anapojipanga kuja, umekwisha kuona mikakati yake na mipango yake na namna anavyotaka kupigana na wewe, na wewe unaweza kusimama na kuwa mshindi. Ku access ulimwengu wa roho. Gehazi aliona katika ulimwengu wa mwili, akaona majeshi ya Ahabu alivyojipanga kuamaliza. Anamwambia angalia sana. Alivyotoka nje akamwambia hebu angalia kama mvua inakaribia kunyesha. Alisemaje? Anaona tu kama alafu nani anamwambiaje? Kimbia, mwambie aondoke. Mvua kubwa inakuja. Mvua kubwa inakuja. Wewe unaona nini? Inawezekana unaona tu kama mawingu, lakini Bwana anapokutazama anakuona wewe ni nabii, anakuona wewe ni mtu mkuu, anakuona wewe ni mtu wa pekee. Kwa nini unachelewa kwenda kwenye nafasi yako? Ulimwengu wa roho unakuonaje? Inawezekana katika mtaa unaoishi wewe ni hatari. Kwenye ulimwengu wa roho wewe ni hatari, lakini mwenyewe hata ujijui, umekaa tu. Ndio maana nakupa leo elimu ya ulimwengu wa roho. Wengine wanavyoona sivyo utakavyoona. Wengine wanavyoona sivyo watakavyoona. Wengine wanaikatia tamaa Tanzania, wewe hautaikatia tamaa Tanzania. Wengine wanaolia, wewe hautalia kama wao. Utasimama kama shujaa wa Bwana. Haleluya. Unajua Bwana nikianza kufundisha ulimwengu wa roho naweza kuendelea. Situachie hapa alafu tuendelee kesho tena mchana. Maana hili sio somo nalofundisha jioni. Jioni kuna zuri zaidi ya hili. Namna ya kumshukuru Mungu na faida za kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Unaweza kusimama? Unaweza kusimama? Natamani mwambie Mungu, fungua macho yangu. Inawezekana kuna kitu kikubwa Mungu amekupangia. Inawezekana kuna mahali Mungu alitaka kukuweka. Ina maana kuna mahali upo ambapo kupaswa kuwepo. Inawezekana una macho kama ya Gehazi. Yeye anaona kama kawingu, kama ngumi, lakini yeye anasema ni ngurumo na mvua kubwa inanyesha. Mwambie akimbia, aondoke, maana mvua inakuja. Wewe unaona nini katika macho yako ya mwili, nyama na damu? Mimi sijui, lakini light macho yako yangeliona, haungekuwa katika nafasi ulioko leo. Light ungeliona. Ngoja nikwambie, kiendelea kusoma kitabu cha Yeremia, pamoja na kwamba hakuona, Mungu anasema ule mstari wa 11, nitalisimamia neno langu nipate kulitimiza. Mwambie Bwana, mchana wa leo, hata kama macho yangu hayaoni, Mungu kuna kitu umenipangia na kusihi kitimize ndani yangu. Maana alipomfuata alimwambia, unaona nini? Akaona naona sufuria linatokota. Akamfuata mara ya pili, akamwambia, unaona nini? Akasema, naona fito ya mlonzi. Na akamwambia, umemwona vema, lakini mimi nitalisimamia neno langu juu yako lipate kutimia. Inawezekana hauoni sawasawa kama vile Yeremia, lakini Bwana akusaidie atimize ile kusudi lake juu ya maisha yako kabla hujaondoka duniani. Lile kusudi la Mungu litimie kwako. Naomba usimame kwa miguu yako. Hebu sema kwa sauti, e Bwana Yesu, ninakuja kwako mchana wa leo. Mahali nilipo sikupaswa kuwepo. Mahali napokaa sikupaswa kukaa. Nafasi nilionayo sikupaswa kuwa hapa. Ninakuja kwako katika ulimwengu wa roho. Wako walioniibia, wako walioharibu, wako walionipofusha macho nisione, wako walioweka vipingamizi nisifikie unakotamani nifike, nikae. Leo ninakuja kwako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninahitaji niondoke, niende kwenye nafasi yangu. Shetani, sikia, kwenye njia yangu umeweka miba, ninaiondoa kwa damu ya Yesu, naichoma moto kwa damu ya Yesu. Ni wewe uliyesema kwenye Zaburi ya 91 mstari wa 11, utaniagizia malaika watanilinda kwenye njia ninayopita. Tena unasema katika neno lako kwamba taa yako iko kwenye miguu yangu, na kusihi kila vikwazo, kila vizuizi kwenye njia yangu inayozuia nisiende kwenye hatima yangu iliyopangwa toka misingi ya dunia, iliyopangwa toka sijazaliwa. Kwa jina la Yesu, Shetani, ondoa mikono yako kwenye uchumi, kwenye afya. Ondoa mikono yako kwenye imani yangu. Ondoa mikono yako kwenye kukua kiroho, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba kwa dakika chache. Omba kwa dakika chache. Unatafuta ile hatima yako. Omba kwa dakika chache. Hata kama macho yako hayaoni, hata kama masikio yako hayasikii, hata kama hakuna wa kukusaidia, Bwana amekuja kukusaidia kwa neno lake la kweli, kwa neno lake la uzima lilojaa pumzi ya Mungu. Rabasekendereboshika. Inawezekana wasikuelewe, inawezekana mume asikuelewe, inawezekana mke asikuelewe, inawezekana watoto asikuelewe, lakini itafute hatima yako katika ulimwengu wa roho, pale ulipopangiwa, kwenye ile nafasi yako, kwenye ile hatima yako, kwenye lile kusudi, kwenye ule mpango. Wameharibu mpango uliokuwa nao, lakini wameshindwa kuliharibu kusudi, mpaka Bwana ameachilia siku ya leo ya ulimwengu wa roho. Rabaseke rebosheke ribasaka ndarabosaka, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Endelea kumshukuru Mungu. Chukua na sadaka yako, jikabidhi mikononi mwa Mungu. Kabidhi njia zako, kabidhi hatua zako, kabidhi malango yako ya mchana mikononi mwa Mungu. Hebu jibariki, bariki mchana wako wa leo, bariki njia yako, bariki hatua zako. Kwa dakika moja unganisha wewe ambao umeandaa sadaka yako katika jina la Yesu Kristo. Tunakubariki Bwana, tunakuinua Bwana. Asante maana neno hili limekuwa ni agano, limekuwa ni utukufu, limekuwa ni heshima, limekuwa ni adhama. Umetubariki Bwana, nasi tunaibariki malango yetu ya mchana, malango yetu ya mchana yakabarikiwe na wewe, yakainuliwe na wewe, yakainuliwe na wewe. Wana wako wakabarikiwe, wana wako wakainuliwe. Wanapotoka mahali hapa Bwana, uso wako uwatangulie, neema yako iwatangulie, utukufu wako uwatangulie. Wanaporudi maofisini, wanaporudi kwenye biashara, wanaporudi kwenye ajira, wanaporudi kwenye mambo yao na shughuli zao, uso wako uende pamoja nao, ukawafanikishe Bwana. Wanapoanza wiki hii, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, na mimi na baraka juu yao, na mimi na utukufu juu yao, na mimi na heshima juu yao. Ukawaheshimishe Bwana, ukawafanikishe Bwana. Wale waliokuja na barua za kazi, wale ambao wanaomba ajira, wale ambao wanaomba kupandishwa vyeo, Roho Mtakatifu usiwaache Bwana. Wale wanaopita mazingira magumu, wengine wamekata tamaa, Roho Mtakatifu ninaomba kupitia ibada hii ukawajibu Bwana, ukawajibu Bwana, ukawajibu Bwana, ukawajibu Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaunganisha na sadaka zao wanazozileta madhabahuni pako, uwasafishe, uwaoshe, uwatakase, uwainue tena Bwana, uwainue tena Bwana, uinue majina yao, uinue majina yao. Wanaotutazama, wanaotusikiliza, wanaotutazama kupitia YouTube, wanaotusikiliza kwenye redio, Roho Mtakatifu kila mmoja apokee sawa sawa na kusudi lako, sawa sawa na mapenzi yako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea heshima, pokea adhama, pokea enzi, maana vyote ni vya kwako. Heshima ni ya kwako, mamlaka ni ya kwako, katika jina la Yesu. Nenda pamoja na kila mmoja ukamfanikishe Bwana, na awe na mchana uliobarikiwa wenye utukufu na neema zitokazo kwako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, na wote tuseme amen. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Karibuni tumtolee Bwana sadaka zetu.